Kama video inavyosema, kwa nini watu wengi husita kuwekeza katika UTT AMIS? Ni kitu gani kinafanya wasite? Je, ni uoga au ni kitu gani kinachoshindwa kuwasukuma kuweza kuwekeza katika hii fursa adimu ya UTT AMIS? Kabla ya kuanza, ningependa kukushukuru sana wewe kuwa support nami mpaka sasa nakaribia kufikisha subscriber 900 na leo inakuwa nafikisha miaka 3 katika channel yangu ya YouTube. Na wakati nafikisha, kama ilivyokuwa ada, kwa mara ya kwanza unaona merchandise yangu ya Washindi Mag. Kama unavyoona hapa, napata kahawa. Washindi Mag ni moja merchandise yangu ambayo unaweza ukaipata kusupport channel hii, kusupport hii journey ya Innocent Mshindi ambaye anatengeneza maudhui mtandaoni kwa niaba ya masuala ya fedha, biashara na ujasiriamali. So tukirudi katika video, labda kwa sababu napata waangaliaji wapya wangependa kujua kwa kiufupi UTT AMIS ni nini. UTT AMIS ni aina wa mfuko ambao mtu unaweza kuwekeza kwa njia ya vipande. Na vipande hivi vinakuwa katika mifuko mbalimbali. Inawezekana katika mfuko wa Ukwasi, katika mfuko wa Umoja, mfuko wa Wekeza Maisha, mfuko wa watoto. So wewe mwekezaji unakuwa unapata nafasi kuwekeza katika mifuko mbalimbali. Na kila mifuko inakuwa na gharama zake. Kwa mfano kwa sasa hivi mfuko wa Umoja uko zaidi ya kipande kimoja ni shilingi 1000 na zaidi. So ni kila mfuko unakuwa na bei yake na gharama yake. Na wewe mwekezaji ukiweza kuweka katika UTT AMIS unaweza kupata gawio kwa kila mwezi. Kwa mfano liquid fund unapata gawio kwa kila mwezi 1% au chini ya 1%. Na riba kwa mwaka huwa inaanzia 10% mpaka 15%. Inategemea na hali ya soko ilivyo. Kama soko likifanya vizuri basi utafanya vizuri, na kama soko lisipofanya vizuri basi napo halitakuwa vizuri. Kumbuka huu ni uwekezaji, unaweza kupanda na kushuka. Katika scenario 3 au 4-5 kadhaa, kwa nini watu wanashindwa kuwekeza? Ni kitu gani kinachoshindwa kusukuma watu kuwekeza? Ni kitu gani kinaweza kuwanyima raha? Unakuta mtu yuko chuo anasema anashindwa kuwekeza kwa sababu hana mtaji. Mwingine anasema yuko serikalini ana kazi nzuri lakini anashindwa kupata elimu. Unaweza kumkuta mjasiriamali na biashara yake yote nzuri lakini anashindwa kuwekeza, anasema labda naogopa ni swala haliaminiki au ni swala la pesa inakaa muda mrefu, hajui umuhimu wa kuwekeza katika hii UTT AMIS. So haya maswali yote ya uoga, video hii ya leo itakuja kukupa wewe mwangaza kwa namna gani unaweza kutoka na kuweza kupata wakati mzuri wa kuweza kupata hisia. So tuje kwa nini, sababu gani watu husita kuwekeza? Kwanza, kukosa taarifa kamili. Watu wengi wanakosa taarifa kamili kuhusu uwekezaji. Huzani uwekezaji ni jambo sio la msingi la maana. Wanashindwa kupata kipaumbele cha sehemu gani wa kuweza kuwekeza, ni vitu gani vya kufanya kuwekeza. Kwa taarifa ni kitu muhimu. Asilimia zaidi ya 70 ya Watanzania hushindwa kuwekeza kwa sababu ya kukosa taarifa sahihi inawafanya wajue kwa namna gani ya kuwekeza na kitu gani kuwekeza. Kutoamini katika swala la utaratibu wa kupata fedha. Wengi wetu wa Tanzania au watu, asilimia kubwa ya watu huamini kwamba uwekezaji ni kitendo cha kupata hela kwa haraka. Ukiwekeza leo basi baada ya miezi miwili, miezi mitatu utapata hela kwa haraka, ambacho sio kweli, kwa sababu uwekezaji inahitaji uvumilivu, inahitaji gharama, inahitaji pia uwezo wako wa kujua kwamba hiki unachowekeza sio kwa sasa ila kwa baadaye. Sipingi kuna uwekezaji mwingine ambao unaweza ukapata amana kwa muda mfupi kwa pesa, kwa mfano kutrade crypto au forex, ila kumbuka hivyo vitu vinakuwa kwa riski kubwa, kwa sababu unahitaji return kubwa kwa muda mfupi. Kwa Kiswahili inaweza kusema ukihitaji kitu kwa ukubwa inabidi uwe tayari kuepukika gharama ya kupata hiyo kitu. Ukitaka kitu sharti uname. So uwekezaji ambao utakufanya wewe kutumia pesa nyingi au kupata pesa nyingi, uwe tayari kutoa pesa nyingi au kupoteza pesa nyingi ili kupata hizo pesa nyingi.
So uwekezaji wa muda mrefu unakuonesha wewe thamani yako ya pesa na kujua pesa yako inaongezeka kivipi. Cha tatu, kutopata mtu wa kukueleza ushauri wa maana kwa maana. Kwa wakati huu huwa tunapuuziwa sana. Sisi au watu wataalamu wanaweza kufundisha wewe kuhusu masuala ya uwekezaji ambao ni kitu muhimu sana katika dunia hii. Personal finance bila knowledge utafanya vitu kwa uoga, utafanya vitu bila kujua na utaweka ideology katika akili yako kwamba uwekezaji hauwezekani au Tanzania haiwezekani. Mfano mzuri kiachana na UTT AMIS, kuna fursa zingine za kuwekeza, kwa mfano hisa. Sasa hivi CRDB inafanya vizuri sana katika soko la hisa na makampuni mengine. So vitu kama hivyo kikosa utaalamu wa kufundishwa, unakuwa unatengeneza dhana potofu kuhusu uwekezaji hapa ya Tanzania, especially kuwekeza katika UTT. Nzuri sana. 4 ni kutokuwa na uelewa katika masuala ya uwekezaji. Kuna utofauti kukosa taarifa na kuelewa. Mtu anaweza kuwa na taarifa na asizielewe kuzifanyia kazi. Mtu anaweza kupewa kila kitabu akajua kusoma lakini asijue kitu ambacho kinamaanisha katika kitabu. Soko la uwekezaji Tanzania linaanza kukua kwa muda siku zinapoenda, kwa sababu asilimia watu wanazidi kuelimika, wanaenda mashule, wanapata elimu na utandawazi unazidi kuwapa watu mafunzo mitandaoni kama hapa YouTube, Instagram, Facebook na mitandao ya kijamii mingine. So kupitia hivyo uelewa unaanza kukua, lakini kwa asilimia kubwa ukilinganisha na nchi yetu ya Tanzania bado uelewa kuhusu uwekezaji ni mdogo sana. So kwa sababu kuna wadau mbalimbali kama sisi watu tunaelezea masuala ya uwekezaji, mabenki, mashirika, mashule, mavyuo wanajitahidi sana kuwezesha watu wengi waweze kuelewa uwekezaji huu kwa ukweli na kiunaga ubaga, kupitia madarasa, kupitia semina, na hivi vyote ni kitu ambacho wewe kama mwekezaji unaangalia hii video uweze kukielewa na uweze kukithamini ili uweze kupata nafasi ya kuwekeza. Cha kwanza inabidi uwe tayari kujifunza, kuelewa, kuadapt situation. Ukiweka akili ya kuelewa inakuwa rahisi sana kuweza kupenda uwekezaji. Cha mwisho na cha kipekee, watu wengi wanaogopa sana kupoteza pesa. Ndio, kupoteza pesa inauma, na sikwambie mtu kama hujawekeza huwezi kupata bila kukosa. So lazima ujue kwa namna fulani ili uweze kufika hatua fulani katika maisha, lazima kuna vitu kadhaa utakosea, kuna vitu kadhaa utaviacha nyuma. Ni pale ambapo unaweza kukosea ukajifunza ili uanze kupanda juu. So usiogope, usiwe na hofu ya kukosea katika uwekezaji. Kuna uwekezaji ambao utaupatia, kuna uwekezaji ambao utaukosea. Hayo ni njia, ni part of learning. Ujifunze na uendelee, uzidi kupambana. Usije ukasema bora ningewekeza wakati kuchukua hatua yote na kujilaumu hapo mbeleni. Ni bora uwekeze ujue umepata au umekosa. Ingalikuwa umejifunza, ukipata fursa nyingine inakuwa rahisi wewe kujifunza pale ulipokosa kwenye makosa. Kwa wewe kama unavyoangalia, usiwe mwoga, usiwe na hofu. Kuwekeza ni part ya maisha, ni part ya misingi yote kama unavyofanya biashara au kama unaweza kutafuta pesa kwa namna yote, maana kuna siku unakosa, kuna siku unapata. Tukiachana na hayo jamani, napenda kufurahia tena, nilisema nafurahia kufikisha miaka 3 katika channel ya YouTube. Please support merchandise yangu Washini Mag, na pia napenda suggestion hii rangi labda huko mwezi kuona vizuri katika screen. Je, mngependa rangi gani ya t-shirts? Je, mngependa white, black au rangi nyingine? Hapa naovaa mimi ni light green au mnaweza kusema cyan. Kwa rangi gani mnapenda ili niweze kuwaletea timu yangu ya washindi. Ngoja nikaeke kahawa alafu turudi katika kipengele kingine, namna gani ya kufanya ili kuepukika hii hofu ya uwekezaji. So nini suluhisho katika uwekezaji wetu wa leo?
kwa namna gani tunaweza tukasolve hii uoga na hofu. Cha kwanza, wewe kama mwekezaji lazima utambue nini unachohitaji. Unahitaji malengo ya muda mfupi au malengo ya muda mrefu? Na pia kwa kwanza, anza na chochote ulicho nacho. Usisubiri uanze na mamilioni ili uweze kutengeneza mamilioni, kwa sababu katika UTT AMIS Imagine kuna mifuko inaanza kwa shilingi 10,000 tu. Mfano, Umoja Fund unaweza kuanza kwa kianzio cha shilingi 10,000 tu. Wewe kama mwekezaji, hii ni njia nzuri wewe kuanza. Hauhitaji kisingizio cha kwamba sina hela kubwa. Unaweza kujiwekeza 1,000, 1,000, 2,000, 2,000, 3,000. Unaweka 10,000 unaenda kufungua UTT AMIS na kianzio cha kuongezea kwenye account ni shilingi 5,000 tu. Kwa hiyo kuanzia 5,000 unaweza kuongezea. Na mifuko mingine kwa mfano Watoto Fund nayo ni hivyo hivyo. Unaweza kaamua sio hicho tu. Unaweza kaamua unaweza ukaanza either kwa kuvikundi au ukaanza kwa kuwekeza kwa watu kadhaa, labda mko kwenye ofisi, mna nia sawa au mnahitaji kufanya kitu kwa umoja. Mnaweza mkaamua mwanzishe umoja au ukwasi, ambao ukwasi kianzio chake ni 100,000. Unaweza kuanza wewe binafsi au ukaanza na kikundi. Hiyo nacho ni njia nzuri. Na pia kwa muda mrefu, uzuri wake UTT AMIS katika mitandao yako wanaweza kukuonesha kwa namna gani unaweza kupata faida kwa muda kadhaa. Labda kwa mfano, una malengo ya kupata faida kwa miaka 5. Unaamua niweke shilingi ngapi? Labda 100,000 kila mwezi. Kwa hiyo miaka 5 itatokea shilingi ngapi? Au una malengo ya kununua gari, au una malengo ya kujenga nyumba, au una malengo ya kununua TV yako ndani ya mwaka. Hivyo vyote vinawezekana kwa kuwa na mipango thabiti wa kupitia UTT AMIS. Kingine na cha mwisho, kila mtu anachukulia kwa namna yake jinsi ya uwekezaji. Na hii ni ushauri kutoka kwangu. Ni vizuri kupata nafasi kuweza kuwa coach au kupata mentor one on one ili kukupa wewe urahisi na uelewa wa namna gani ya kuwekeza. Kuwekeza utakuwa mgumu pale ambapo utashindwa kupata taarifa sahihi, na hata kama unapata taarifa sahihi kushindwa kuelewa hizo taarifa, maana mwisho wa siku utakuwa unapiga mbuzi gitaa. So njia nzuri ya wewe kuweza kupata mafanikio mazuri katika uwekezaji ni kuweza kukubali kufundishika. Pata mentor, coach on one on one. Itakuwa njia nzuri ya wewe kujifunza kwa urahisi sana bila shaka yote. Na kama ilivyokuwa ada, sisi tunafanya mentorship Washindi Solution. Kama utahitaji, namba zangu nitaweka hapo chini. Usisite kutafuta ili upate coaching one on one. So, wewe kama wewe katika hii video umejifunza nini one on two, please comment below, na pia usisahau kushare kwa watu wengi. Hii ni Washindi Mag. Hii Washindi Mag ni kikombe ambacho ni kwa maalumu kwa watu kama wewe mshindi ambaye unataka kuwekeza, kuweza kujifunza. Unaweza kutumia kwa chochote, kahawa, maji, na inapatikana kwa shilingi 30,000 tu. Ila kwa kuwa leo hii upo kwa ajili yangu, nitapewa kwa discount kwa shilingi 25,000 tu. So kwa yote ataweza kufanya malipo, namba yangu ya simu itafika hapo chini. Utaweza kufanya malipo na pia utafanya delivery popote ulipo, Dar es Salaam, hata nje ya mkoa, hata sehemu yote. So kwa hii ningependa kushukuru sana kwa kuwa nami. Kama wewe ulikuwepo tangia day 1 mwaka wa kwanza 2022 hadi sasa, I salute you na kushukuru mpaka uwe nami. I hope utakuwa nami miaka 5, 4, 6, 7 hadi 10 ya channel hii, tuweze kukua wote na tuweze kufika katika ile sayari yenye ushindi. Kutane katika video zijazo. Chao.